vita imeshaanza kuwa ya lawama. Kama vita imeshakuwa ni vita ya lawama, tayari moja kwa moja vita hii ya Irani inatabiriwa kwenda kuisha. Tayari Irani ana asilimia kubwa za kuwa mshindi, na endapo Irani akishinda vita hii ikiisha kwa namna moja au nyingine, nchi nyingi zina kujifunza kutoka Iran. Nchi nyingi zitakuwa zina uwezo wa kuanza kujikinga katika masuala ya kijeshi, kwa sababu nchi nyingi zimechoka na uonevu ambao mara nyingi huwa unafanywa na maandishi matatu. Yani nchi ya maandishi matatu mara nyingi huwa inafanya uonevu kwa nchi nyingi katika masuala mazima ya kijeshi. Na walisema, na watu wengi wamezidi kumwambia kwamba Donald Trump kwamba Iran sio Venezuela. Moja kwa moja ni kwamba Donald Trump siku ya jana ameweza kutoa lawama kwa waziri wa ulinzi wa nchini Marekani. Anakuambia kwamba moja kwa moja ni kwamba waziri wa ulinzi na usalama nchini Marekani ndio mtu pekee ambaye aliweza kumforce kwa kiwango kikubwa yeye kuanzisha mashambulizi moja kwa moja upande wa Iran. Unaambiwa kwamba yeye anakuambia hakuwa amependezwa na hilo jambo moja kwa moja, na yeye mwenyewe kwamba si jambo ambalo alifanya lala asubuhi na akaamka kwamba akaamua kufanya maamuzi hayo, lakini maamuzi hayo moja kwa moja ni kwamba yalitoka kwenye ngazi kuu ambayo kwamba kwa waziri wa ulinzi na usalama wa Marekani. Kwa hiyo ni njia mojawapo ambayo inaonyesha kwamba Donald Trump tayari vita hii imeshamtia uoga, tayari vita hii kwamba ameshaiona ina hasara kubwa sana kwa upande wake, na ndio maana sasa anaanza kutafuta kwamba lawama, kuangalia nani aliyesababisha hichi na kwa nini nilifanya hivi na why hili linatokea. Lakini ikumbuke kwamba moja kwa moja ni kwamba siku ya jana tena moja kati ya wabunge wa nchini Marekani katika bunge la Marekani walikuwa wakimlaumu Donald Trump, wakisema kwamba tayari vita hii ameianzisha ilikuwa haina ulazima kabisa. Vita hii ni ya kumchokoza moja kwa moja Iran, na wanapinga na kulaani vikali, wakisema kwamba utawala wa Donald Trump ni utawala ambao unataka kuanzisha vita nyingi duniani, hivyo wanapinga kile ambacho anachokifanya. Lakini ukumbuke kwamba moja kati ya viongozi wa Uingereza pia nao wamesikika wakisema kwamba wakilaani vikali kile ambacho Trump alikianzisha, kwa sababu wameshakiona tayari kina hasara kubwa sana duniani kiujumla. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba Trump anaona kwamba ameanza kuwa ni mtu ambaye anapokea lawama kutoka sehemu tofauti tofauti, na yeye akikaa akifikiria ndio hiyo mpaka inampelekea mpaka moja kwa moja na yeye kumwambia kwamba aliyefanya hayo yote ni waziri wa ulinzi na usalama. Anasahau kwamba yeye ni mtu ambaye mwenye amri ya mwisho, yani yeye ndo amiri jeshi mkuu wa nchi ya Marekani bana, akisema kwamba hili lifanyike linafanyika. Mimi niliwahi kuwaambia kwamba vita hii ilianza kwa kukurupuka, lakini aliyepelekea vita hii mpaka kuanza moja kwa moja ni Muisrael, kwa sababu Muisrael ana chuki zake binafsi na Muiran. Kwa hiyo aliona Muisrael, kama unavyojua Muisrael ni mtoto wa Marekani. Kwa hiyo anapoanzisha mapambano tayari lazima Marekani aweze kuingilia. Sasa Donald Trump hakukaa akatafakari kwamba nini matokeo ya hii vita, nini ambacho kitatokea moja mbili tatu. Maana Donald Trump alikuwa akiamini kwamba Marekani akianzisha vita sehemu yoyote, umoja wa NATO lazima utakuwa nyuma yake. Bwana, lakini ikumbuke kwamba moja kwa moja raia wa Iran moja kwa moja bado anaendelea kuandamana na kusema kwamba serikali yao haihitajiki kusimamisha vita, inapaswa iendelee na mapambano mpaka dakika ya mwisho. Na ikumbuke kwamba moja kwa moja ni kwamba Iran anazidi kuonesha silaha tofauti tofauti. Unaambiwa makombora aliyoonyesha hapo juzi kati ni makombora ambayo yanaweza kashambulia umbali mrefu. Kwa hiyo inasadikika, na kwa namna ambavyo ninafikiria ikiendelea hivi vita Iran huenda ataonesha mpaka nyuklia. Kwa hili ndilo ambalo naliangalia, kwa sababu Iran amekuwa akionyesha silaha tofauti tofauti na akikanusha kwamba hana nyuklia, lakini huenda nyuklia akawa nayo.